Mtazamaji wa Furaha TV, hii ni exclusive interview na nipo na Justin Kezi. Kwanza bro, habari yako? Na shukuru Mwenyezi Mungu, Furaha na timu nzima mko poa? Tuko poa kabisa, sijui wewe? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Mara mwisho kuonana ni Upanga Yes, Upanga. Mambo yanaendelea vizuri lakini. Tunamshukuru Mungu. Sawa. Mnajiri wa kwanza ni Mlengo ambao ni hatua za mtoano kombe la dunia. Yes. World Cup qualifiers kwenye hatua za Afrika, si ndio? Mataifa ya Afrika. Lakini minajiri ya pili ni taifa ambalo linajipambanua kwamba ni taifa la kipekee barani Afrika lililoweza kufika hatua ya nusu finali kirekodi, kihistoria. Hao ni Morocco. Kwa hiyo wanataka kuaminisha kwamba hao ni wakubwa sasa hivi barani Afrika, tena hususan kwenye michuano hii. Na huku wakianikiza kwamba wanacheza na taifa ambalo bado linachipukia kwa sasa, East Africa, ambao ni nani? Tanzania. Lakini minajiri ya tatu ni sisi wenyewe sasa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuliowatuma nyota wetu ambao tunawaita Taifa Stars kwenda kutuwakilisha kaskazini mwa Afrika katika kutaka kuleta sasa sisi tunakuwa, lakini tuna uwezo wa kupambana katika kuhakikisha kwamba Tanzania ni taifa kubwa linataka kuelekea kwenye kombe la dunia. We good? Yeah. Huo ndo minajiri ya tatu. Mnajiri wa nne na muhusika kabisa ambao nadhani umewaleta hapa Furaha TV mjini FM 92.5 Masaki ni kuhakikisha kwamba tunachomokaje hapa. Tunawezaje kupambana na Morocco? Nadhani hilo litakuwa swali la msingi. Morocco ni taifa kubwa sana ambalo limekuwa katika hatua. Na faida ipi ambayo waliipata wao katika kukua katika hatua? Huko nyuma walikuwa wanaishi katika mipango ya muda mfupi sana. Mwisho wa siku wakawa ni taifa ambalo lina vipaji, linaweza likafanya maajabu kwenye makombe haya makubwa ya kidunia, lakini halina muendelezo. Waliwahi kuja kina Yusuf Haji, Chipo, hao nazungumzia miaka ya 90 mwishoni. Wachezaji hodari sana waliwahi kutokea Morocco. Umeelewa? Mustafa Haji. Na huyu amecheza Convert City, yeye na Chipo, Uingereza. Miaka ya 90, just imagine. Kwa nadhani unaelewa taifa la aina gani. Lakini kuna pahala kama walikata hivyo, wanaenda wanarudi wanakata, lakini wakaingia sasa kwenye mserereko ambao ni mzuri, ule mtiririko wa kuandaa timu yao ya muda mfupi na mpango wa muda mrefu. Mpango wa muda mrefu walipandikiza sana nyota kwenye mataifa yaliyoendelea. Wengine walizaliwa huko. Tunafahamu kwenye hilo. Wapo kina Ziyech, wapo kina Hakimi. Wamekuwa wanafanya vizuri Ulaya na kuacha mark, yani alama kubwa. Uwezo kufanya na mataifa yetu sisi. Morocco ni taifa ambalo lina uwezo kutoa mchezaji Morocco straight akaenda kwenye ligi yoyote barani Ulaya. Lakini Tanzania lazima tupite kwenye ngazi fulani ndo tuingie Ulaya. Sio kama unanielewa vizuri. Sio jambo baya, kila kitu kina hatua. Ni taifa ambalo linacheza mchezo ambao unapendeza. Lina wachezaji nyota wa kisasa, kina Amrabat. Sawa huko Ulaya na wanafanya vizuri. Lakini yupo Mazrau na wengineo. Tunaweza kucheza nao? Yes, tunaweza kucheza nao. Kwa nini? Tuna benchi la ufundi ambalo linawafahamu zaidi nyota wetu, toka ukuaji wao na uchipukiaji wao mpaka sasa walipopata mafanikio. Ukiangalia timu yetu ilivyoundwa, ina mabeki wa pembeni ambao wana umahiri mkubwa sana, kina Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe. We good. Lakini na mabeki wakati ambao wana exposure. Tunaye Dickson Job, michuano ya kimataifa sasa hivi ameshazoea kuanzia ngazi ya klabu na ngazi ya kimataifa. Lakini sio hapo tu. Tunaye beki Hamza amecheza mpaka ligi kuu Afrika ya Kusini. Tuna viungo mahiri kabisa kina Kagoma ambao wameanza kutaiona potential yake, tunaiona work rate yake, tunaona exposure anayoipata kupitia kina Ngoma na wachezaji wengine alionao pale Simba. Lakini tunaye Mudathiri haya basi, una doubt kwenye hilo? Hapana. Vipi kuhusiana na Faisal Salum Feitoto ambaye anaamini yeye ni moja kati ya viungo vya Kiafrika ambavyo ni bora kwa sasa, viungo wa shambuliaji. Consistency yake tunaiona ya hali ya juu mno. Kwangu mimi naona ni sehemu ya kwake pia kwenda kuiambia dunia mimi ni fundi. Anapiga mashuti mbali, ana uwezo kutap in, anaweza kuhesitate, anapiga chenga, ana tani moja hatari sana, anapiga pass through balls, anapiga long range passes, anapiga pinpoint passes. Tuna wing back, tuna mawinga ambao
wanacheza eneo la ushambuliaji, Kibu Denis, Mzize na Msuva. Ni hatari sana ile mstari wa juu. Yes, tuna miss Samata kwa sababu ya experience na uwezo wake na jinsi ambavyo anaheshimika Afrika. Lazima wa Morocco wakimwona washtuke, lakini tulionao pia ni potential ambayo inatuambia kesho yetu ni nzuri. Kwa kwangu mimi naamini tupo kwenye mikono salama na tutaenda kupambana, lakini haifuti ubora na umahiri na eneo ambalo walilopo Morocco. Wapo nyumbani. Faida gani walionayo kwenye kiwanja cha nyumbani? Moja kati ya mashabiki bora kabisa barani dunia, kwa moja kati ya mataifa bora yenye mashabiki bora duniani ni Morocco. Wamewahi kukodishwa na Katari kushabikia kombe la dunia, wakati na wao wamo kwenye kombe la dunia hilo. Kwa nadhani unaelewa wana nguvu kiasi gani. Numbers don't lie, wanafanya vyema. So kwangu mimi tunatocheza na taifa kubwa ambalo linafanya vizuri na lina muendelezo, wana namba nzuri, wako nyumbani kwao, watatuanikiza, watatusumbua, yes, lakini na sisi ni yale mataifa yanayochipukia. Hata wao wameweza kuwafunga Ureno, ambao Ureno sio kwamba ni mataifa ya zamani, ni sasa na wana wachezaji nyota wa sasa, lakini nao wameonyesha sisi tunakuwa na tunaweza kukompiti na nyie. So sio sehemu ambayo sisi kushindwa kukompiti kule. Tukawe na heshima ya hali ya juu, tutafute sare au suluhu ya lazima, ikishindikana tuokote alama 3 tusipoteze. So kwangu mimi kila laheri. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. I wish all the best Taifa Stars. All players, naamini na benchi la ufundi. Morocco yuko pale, Ankali Mgunda yuko pale, Jamhuri Kiwelu, Julio wako pale. Naiombea kila laheri Taifa Stars na naamini tunafanya vizuri. Of course, yes, sio timu ya taifa lakini una uburu fulani, kila laheri. Yes, tutashinda. Pengine umetaja majina makubwa kabisa katika timu ya taifa ya Morocco, lakini Tanzania bado hatuna majina hayo. Pengine tufanye nini mkakati angalau miaka mbeleni tuwe na sisi miongoni mwa mataifa ambayo ukiyataja Tanzania itakuwa ni mataifa ambayo ya kushtua katika strategy. Nimekuambia hapa ukuaji wao. Sio kwamba walikuwa hawana majina makubwa zamani. Mustafa Haji talent yake na ukubwa wake Ziyech haifiki. Mimi navyoamini mimi. Yes. Navyoamini mimi. Na hamna mtu yoyote anayejua mpira atasikia neno Mustafa Haji asishtuke. Mustafa Haji ni yale madaraja ya kipindi kile ya kina Luis Figo. Mustafa Haji. Yani fundi, yani mpira mgee yeye kina Okocha wale daraja hilo. Unaelewa daraja hilo? Yes. Wale kina Alhaji Diouf wale. Yale madaraja ambaye mgee mpira tuna create nafasi pale juu mambo yatokee. Yani Pakome wao kipindi hicho. Unaelewa nikisema hivyo? Yani alikuwa na uwezo wa kushambulia vizuri, kiungo mshambuliaji mahiri, kina Chipo hatari mno. Umeelewa Yes. Kwa nadhani nilikuwa najaribu kufafanulia. Kwa nao pia walikuwa wanatokea kina Samata lakini walikuwa wanakosa muendelezo. Kina Msuva, umeelewa Sasa right now waliandaa hiyo strategy nilokupa, kina Mazrau hawa, kina Amrabat ni wa kawaida, sio mastaa. Lakini timu ina flow as a team. Sio kwenda na mtu mmoja mmoja. Yes. Wamepita kina Marun Shamaki hapo nyuma. Alicheza Arsenal. Unamjua Shamaki? Au ndo bado ulikuwa hujazaliwa? Na juzi tu 2010 fulani hapa. Sawa Wamepita pale pale Morocco. Lakini alikuwa anakuja mmoja mmoja. Hatakuwa na hiyo hawakuwa na hiyo depth of squad. Kwa right now wametengeneza wengi wenye uwiano, ndio maana wana timu bora. Na kila siku wanawaambia watu, kuna kikosi bora na timu bora. Nianze tena. Kikosi bora, kuna kikosi bora na timu bora, ni tofauti. Kikosi bora ni kile ambacho kuna nyota fulani wanafanya vyema, akikosekana mtu fulani timu imekufa. Lakini timu bora haihitaji umuone labda Yao Kouassi Atola anacheza, uhitaji kumuona Kapombe amepangwa, Kamara hajacheza sawa. Yani Simba ya sasa hivi inaelekea kuwa timu bora, lakini bado hawajafikia. Yanga tayari wao wameshajipambanua, wametengeneza hii toka mwaka 2020-2021 pale kwa Nabi. Kwa wamepata muendelezo huo. Nadhani naeleweka vizuri. Usitaki kuileta kwenye kishabiki na iweka kwenye misingi ya kifootball. Yes. Pengine sasa ni wakati sahihi kama taifa sasa kuachana na kina Simon Msuva, pengine Mbwana Samata, na kuanza kuzalisha wachezaji wapya. Dunia haijawahi kuishi hivyo. Ndio maana mpaka leo Ureno yupo Cristiano Ronaldo, yupo Messi kule. Tusifikie huko. Una hiyo dunia yako. Sijai kuwa huko. Mimi najua mpira. Samata anahitajika. Ndio maana kuna neno exposure, kuna experience, alafu kuna potential. Kwa ni vitu vitatu tofauti. Lakini ukiona kama vinataka viende kwenye nchi ya moja, yes. Pengine sasa
Kwa hii misingi ambayo tunaiona, lakini timu yetu ya taifa tunavyoiona, tuna mashindano ya CHAN mwaka huu, lakini pia tuna gombania kushiriki kombe la dunia mwaka 2026 mwakani. Pengine unaona sasa tuna nafasi hiyo ya kwenda kushiriki kombe la dunia ama bado tusubiri mwaka 2030 pengine? Tusipoenda hatujakosea, ila kufanya vizuri kwenye group, kuwepo katika nafasi nzuri, sio kuonewa na kila mtu. That's what I want. And nadhani hiyo ndio expectation ya mipango ya taifa. CHAN tunayo, AFCON 2027 tunayo. Yes. Tusipoenda kombe la dunia na tukafanya vizuri kwenye group, tukakompete, ni jambo la heri. Nadhani hapo ndio maana unaona Afrika, Kamerun alikuwa anajivunia mwaka 90 ya kina Oman Biyiki, Kunde Keke, Roger Milla, hawa wote wa Makanaki. Miaka 90 ilicheza robo finali ya kwanza kwa Afrika kuingia robo finali. Ilikuwa rekodi ya muda mrefu sana mpaka mwaka 2000 kombe la dunia mwaka 90 ilifanyikia Italia. Yes. Kamerun ilifanikiwa kucheza robo finali, ilikuwa timu ya kwanza kutoka Afrika kucheza robo finali. Kina Roger Milla, Kunde Keke, Oman Biyiki, kina Makanaki. Sawa, unaelewa vizuri hapo. Yes. Rigobert Song akiwa mdogo sana. Lakini baadaye mwaka 2002 rekodi hiyo ilifikiwa na Senegal. Kina Aliaji Diouf, hawa kina Cisse, Aliou Cisse, kina Papa Bouba Diop, umeelewa, Fadiga na wengineo. Umeelewa vizuri mwaka 2002. Ghana naye akafanya hivyo. Unakumbuka kombe la dunia Afrika Kusini? 2010. Unakumbuka Yes. Lakini hatukuishia hapo. Morocco naye akaja ka step up, kafika hatua gani? Nusu finali. Thank you. Kwa unaona hawajachukua ubingwa, lakini record ukiivuka fulani inakupa aweni na kusema kwamba so kwa sababu sisi kombe la dunia hizi qualifiers tulikuwa tunafanya vibaya mno. Kwa sasa tukipiga hatua, bwana tulikuwa tunatoka hatua hii, sasa hivi tumefika hapa, mpaka tumefika hapa tumpiga huyu tufanya hivi. Kwa hiyo inatukuza zaidi. Ndio inaonyesha kwamba okay, ili taifa linaendelea. Yes. Pengine labda ubora wa ligi yetu sasa unaweza kushangia kwa kiasi gani timu yetu ya taifa kufanya vizuri? Mara 78,596 78.90. Yani ile exposure tunayoipata. Sio tunazungumzia hapa exposure. Yes. Experience ambayo tunaendelea kuipata kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa sababu mataifa mengi ya Afrika, wachezaji wengi wako hapa Afrika. Kwa hiyo nayo inatukuza. Nadhani hapo nimejibu vizuri. Yes. Inasaidia sana ligi ikiwa kubwa, ikiwa na thamani, wachezaji. Kwa sababu leo hii tuna ma MVP wa Ivory Coast watatu. Tuna Aziz Ki, Pacome, lakini tunaye Jean Charles Ahoua mwaka huu. Yeah. What do you see? Tuna kipa wa kikosi cha kwanza cha Guinea, tuna kipa wa kikosi cha kwanza cha Mali, tuna captain wa Uganda, tuna namba 8 wa Kenya ambaye nadhani unamjua ni yule wa Yanga Duke Abuya. Yeah. Lakini tunao kina Ateba amecheza Kameruni, tunaye Mukwala Uganda, tunaye Shemalon Fondo kama anakuwa mzima. Ngoma vipi daraja lake? Yugami. Yes.